launch hii soko ambayo tulikubaliana ya kwamba mama mboga hawezi kufanya kazi tena mahali kuna jua, mahali kuna mvua, tumuweke mahali kuna dignity, mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi, ndio wamama wetu wapate nafasi ya kufanya biashara in a dignified manner, na vile vile tuhakikishe ya kwamba mazao kutoka mashambani isiharibike, kwa sababu sasa tuko na soko ambayo iko na storage, iko na cold room na iko na mahali ya kufanya biashara. Kenya mzima hii ndio soko ya kwanza kukamilika, na ndio nimekuja hapa kufanya kazi hiyo. Tuko pamoja Narok. Na hii soko ni kati ya soko 260 tayari inajengwa kila sehemu ya Kenya. Because I made a commitment to business people in Kenya, especially mama mboga na wale wengine, ya kwamba tutawapanga mpango ya bottom up. Leo mama anatoka pale barabarani mahali kuna jua na mahali kuna mvua na mahali kuna fumbi na mahali kuna uchafu, mahali hakuna choo, mahali hakuna stima, mahali hakuna maji. Leo wanahamia hapa mahali kuna heshima, kuna choo, kuna stima na kuna heshima. Ni kweli ama si kweli jameni? Na sio hii peke yake. Narok hii tunajenga soko 12 kama hii hapa Narok County peke yake. Kenya mzima mpango yetu ni kujenga masoko 400 in every part of Kenya to dignify our women, to dignify mama mboga, so that they can sell their food products in a place where there is hygiene and where there is dignity. Tumekubaliana jameni? Mimi nafungua hii leo ya hapa Suswa. Naenda pale Ntulele, kuna soko ingine. Na kuna soko ingine 10 different parts ya hii county. Na hizo soko zote tutazikamilisha kujenga kabla ya mwisho wa mwaka huu. Narok hoye! Narok hoye! Lakini vile vile nimekuja hapa mambo mengine 4 ya muhimu. Wakati nilisimama hapa Suswa, muliniambia ya kwamba shamba ya Kedong ambayo iko hapa, mungependa sehemu yetu, sehemu hii ya Narok, kwa sababu muko na sehemu yenu kwa hiyo shamba ya Kedong, mukaniambia ya kwamba niweke mpango ili watu wa Narok wapate sehemu ya hiyo shamba ya Kedong. Mimi nimekuja hapa leo kuwaeleza. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Sasa hapa Kedong, mbeleni serikali ilikuwa imewapatia ekari 4,000. Mimi nimeenda nimetafuta pesa ya serikali, nimewanunulia ekari zingine 6,000. Sasa pale Kedong mutakuwa na shamba ekari 10,000. Na mimi niko tayari kuwapatia title deeds. Ile mimi nangojea ni nyinyi munipatie majina ya beneficiaries kwa wizara ya ardhi, ndio tuwaletee title deeds. Mukinipatia hizo majina wiki ijayo, ndani ya wiki moja peke yake title deeds zenu zitakuwa tayari. Narok hoye! Narok hoye! Kuna jambo lingine tulikubaliana na watu wa Narok. Tulikubaliana mambo ya Mau, si ndio? Hii Mau imekuwa ni mahali ya kufanyia siasa miaka nenda miaka rudi. Niliwaambia mimi nitakamilisha maneno ya Mau. Tunaelewana my friends? Wengine walinitia fitina hapa. Wakasema Ruto akiwa rais atakuja kujaza watu Mau, agawanye watu Mau,
iende kwa wananchi. Mimi niliwaambia haiwezekani. Leo watu wa Narok mnisikize vizuri. Hiyo Mau sasa itakoma kuwa mahali ya kufanyiwa siasa. Kwa sababu Mau ni msitu wa muhimu katika taifa letu la Kenya. Msitu ambayo inatusaidia tuwe na mito ambayo itatusaidia kwa kilimo, kwa ng'ombe zetu, kwa ufugaji na kazi ile ingine yote. Kwa hivyo kukomesha njama zote kuhusu Mau. Hakuna mtu mmoja ameongezeka tena Mau baada ya mimi kuwa rais. Ile imefanyika ni wale walikuwa ndani, tumewaondoa zaidi. Na leo mimi nimekuja hapa na title deed ya Mau, nipatie county government ya Narok, ili kusiwe tena na taswishi kwa maneno ya Mau. Sasa itakuwa chini ya county government ya Narok kwa niaba ya wananchi wa Narok County na wananchi wa taifa letu la Kenya. Na la pili, pia nimetafuta pesa ili kusiwe na taswishi yoyote. Tuweke fence hiyo Mau Forest. Tuweke fence. Awamu ya kwanza tunajenga kilomita 100 ya fence pale Mau. Ndio kusiingie mtu mwingine, kusikwe na taswishi tena, ijulikane hapa ni msitu na ni mali ya wananchi wa Narok na mali ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Narok hoye! Narok hoye! Si ndio muliniambia nifanye? Si muliniambia nifanye? Sasa leo pale Narok Town, wewe mtu ya tarumbeta ngojea. Pale Narok Town leo mimi naenda kupatiana title deed ya Mau kwa county government ya Narok. Ndio tumalize siasa na tumalize njama na tumalize mambo yote, tuhakikishe ya kwamba msitu wetu uko salama, na vile nimesema nitahakikisha imekuwa fence, ndio kusiwe tena na watu ambao wataingia pale msituni. Tumekubaliana watu wa Narok? Jambo la 4 ambayo nimekuja hapa. Nyinyi mlinipatia kazi ya kuongoza taifa hii ikiwemo Narok. Si ni kweli? Mkaniambia ya kwamba mnataka airport kwa sababu Masai Mara ni ya muhimu sana. Mnataka airport international hapa Narok. Leo mimi naenda kuanzisha ujenzi wa airport hapa Narok. Mnanielewa? Serikali ya county na serikali ya kitaifa tumegawana mambo ya kujenga hiyo airport. Pesa nusu itatoka kwa county government na pesa nusu itatoka kwenye national government. Tuhakikishe ya kwamba hii Narok inakuwa sehemu ya watu kufanya utalii na biashara, ili tuondoe umaskini na tuhakikishe ya kwamba tunajenga utajiri Narok County na Kenya mzima. Tumekubaliana watu wa Narok? Tumekubaliana? Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hapa Narok bado iko shida kubwa ya stima. Stima haijafika kwa manyumba ama manyata ya watu wengi. Si ni kweli? Sasa sikizeni watu wa Narok. Kesho mimi na launch program kubwa. Nimewatafutia pesa ya serikali shilingi bilioni 2.5 ya Narok County. Na mpango yetu tukishirikiana na hao wabunge, tumekubaliana ya kwamba tunaunganisha nyumba mpya 15,000 kabla ya Novemba mwaka huu. Hiyo kazi tutakuwa tumemaliza. Kila mtu akuwe na stima kwake. Tuweke mwangaza, tuondoe giza, shetani ahame. Ama mnasemaje jameni? Si ndio? Tumekubaliana Narok? Tumekubaliana? Jambo la 4 na jambo la muhimu la 5 ni kwamba pia tulikubaliana na nyinyi ya kwamba ili tuendeshe uchumi, ili tuendeshe usafiri kwa njia taratibu, lazima vile vile tuweke mambo ya barabara kipaumbele. Mimi nataka niwatangazie watu wa Narok
Sasa serikali tumetoa kwa sababu kulikuwa na matatizo hapo mbele ya uchumi. Na mimi nilisema sitaweka nchi hii katika barabara ya madeni tena, kwa sababu madeni inaweza kuangamisha nchi yetu. Nikasema kwanza wacha nipange mambo ya uchumi. Sasa mambo ya uchumi imekuwa dhabiti, na sasa tumeanza mpango wa barabara zetu. Tumetoa pesa milioni 700 wiki hii kulipa wale contractors wote walikuwa wamesimama kuendesha mambo yenu ya barabara, na tumeongeza pesa ingine shilingi bilioni 2 ya kuendesha hizo barabara, na hata leo ama ni kesho nitaenda kuanzisha barabara zingine hapa ambayo zitaendelea, kwa sababu barabara ni ya muhimu. Inaturahisishia usafiri, inatuletea uchukuzi na inatusaidia kukuza uchumi, kwa sababu wafanyabiashara wanaweza kutembea na wakulima wetu wanaweza kufikisha mazao yao sokoni. Narok hoye! Narok hoye! Jambo la mwisho lazima niwaeleze watu wa Narok. Muliniambia vile vile nipange vile watoto wetu wote watasoma, na kulikuwa na matatizo mengi ya CBC, lakini wakati nimechukua usukani nimepanga, nimeweka jopo. Sasa tumeajiri waalimu 76,000 wapya na waalimu wengine 20,000 tunaajiri mwaka huu. Ndio tuhakikishe ya kwamba mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma bila ya matatizo, na vile vile tumeweka taratibu maalum ya funding model ambayo itahakikisha watoto kutoka jamii maskini wakienda TVET ama university wanapatiwa scholarship ya 90%, ndio kila mwananchi apate nafasi ya kumsomesha mtoto wake bila ya kujali nani ni maskini, nani ni tajiri, kwa sababu sote ni wananchi wa taifa moja. Kama si kweli? Na pia tumekubaliana na hawa governors ya kwamba mambo ya matibabu, mambo yetu tunataka ni matatu. Ya kwanza, kuhakikisha ya kwamba bima ya afya ya Kenya haibagui watu wenye hawana mapato ama wale wenye hawana kazi. Ile ya NHIF ilikuwa ya watu wenye wako na kazi na watu wenye wako na uwezo. Sasa tumebadilisha na tukasema it must be universal. Lazima imfikie kila mtu, hata yule mtu hana ng'ombe ama hana kondoo ama hana shamba, pia tutamweka katika mpango ya bima ya afya, ndio kila mwananchi aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu bima ya afya ya Kenya itasimamia wananchi wote. Mimi nawapongeza watu wa Narok. Mimi nimeona ya kwamba mmejisajili kwa fujo. Kenya hii, ile NHIF ya zamani ilikuwa ni watu 8,000,000. Hii ya UHC ya SHA sasa imefika Wakenya 22,000,000 wamejiandikisha, na tutafanya sasa rollout kubwa mpaka tuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anawachwa nyuma. Hivyo ndivyo tutakavyobadilisha taifa letu la Kenya. Ndugu zangu watu wa Narok, hatuwezi kubadilisha nchi ya Kenya kwa mdomo na kwa siasa duni na kwa ugomvi na kwa ukabila na kwa chuki. Ndio mimi nimesema ya kwamba tunaunganisha taifa letu la Kenya. Watu wa Narok hoye! Mimi nauliza nyinyi watu wa Narok, Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Ni kweli ama si kweli? Mimi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Nimeongea na former Prime Minister ndugu yangu mkubwa Raila Odinga, tumekubaliana kutengeneza serikali ya broad based, ya mapana na marefu, ndio tuondoe chuki na ukabila na migawanyiko, tuweze kulenga vile tunaweza kutekeleza wajibu wetu kama viongozi kwa wananchi wa taifa letu la Kenya, bila ya kujali wamepiga kura wapi, ni wa jamii gani, wanatoka sehemu gani, because that is the kind of nation we want to build, a united, prosperous nation, and it is only possible if we close ranks and work together. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo, si ndio? Huyu my friend